zinatimia. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe umeprema ahadi ngapi katika neno la Mungu ili usipokee. How many promises have you claimed in your life from the word of God? Kwa sababu ako na promises nyingi sana na watoto wake. Neno la Mungu ni la ukweli, na neno la Mungu liko hai, na neno la Mungu ni uhai, na neno la Mungu ni silaha ya Mkristo, na neno la Mungu linatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tumelala, tumesahau kujua neno la Mungu, kulikula neno la Mungu, kulificha kwa moyo yetu, ili tunapoomba tunakumbusha Mungu neno lake. And if you challenge God with his word, believe me, God is not challenged. He will work on it. Ukimwambia God, neno lako linasema 1, 2, 3, 4, 5, nitendee, God will do according to his word. Lakini Wakristo wengi hatuna nafasi ya kusoma neno la Mungu tukajua ahadi za Mungu ni gani. Hatuna wakati. Wengine tunasoma neno la Mungu on Sunday. Sunday tunabeba Bible tunakuja church. Njeri. Tutakumbuka Bible Sunday nyingine. Alafu Wakristo tunaanza kulia kwa sababu we are dying of spiritual harassment and spiritual kwashiako. We need to learn to read the word of God on a daily basis, to understand who God is, to know who God is, and to be able to walk with God in our lives. I challenge myself. Asubuhi ninaraukia kikombe ya chai na kitu kingine. Saa 4, saa 5 ninatafuta kikombe. Hakikisha nimekunywa hata wakati siko nyumbani ninabeba kwa bag. At least niko na thermos kwa mfuko. Ikifika saa 7, harani ndio hapo. Saa 10 kasina. Ikifika saa 1, saa 2 sapa. Na wengine hata tunarauka kitu saa 5, saa 8 kutafuta kachai ama kabanana. Si ni kweli? Tunajenga huu mwili, na huu mwili utakufa na utaisha. Na mtu wa ndani nje na mapenzi. Huyo mtu wa ndani tunamshughulikia namna gani? Because that is the way to understand who God is and to walk in the will of God. To understand the history of God and what God can do and what God did and who he is. And understand the promises of God and claim them in your life. If you read Deuteronomy chapter 28, there are many blessings. And in those blessings, there are curses. The blessings that are there for us to claim. How many blessings have you claimed in your life? How many days do you have time to read the word of God with yourself privately? Umetenga au we are very keen. Nisichelewa kwenda kazi, saa 2 ikifika niko job. Within that schedule of your time and of your job, God umepatia what time, umemweka wapi? Because you are supposed to go with God on a daily basis. Siku every day. As you metenga wakati you pray, you read and meditate on the word of God. Psalms 1 says, blessed is the man who meditates on the word of God day and night. It is like a tree planted by the water that flourishes in season and out of season. Verse 3 inanipendezana hapo mwisho inasema, and whatever she or he touches flourishes. Good news inasema, whatever she or he touches succeeds. Na hapo tu good news inasema, true happiness. Kwa hiyo, furaha ya kweli haijapatikana kwingine. It is in the word of God, wapendwa. Mimi ninajichallenge nikiwa challenge. How many times do you have time for God every day? Unapea Mungu dakika ngapi? Ati unachagua neno lake unalisoma na unaliwaza na unauliza ni nini nimesoma leo? Is it a command God wants me to obey? Is it a challenge God wants me to change? Ama ni dhambi ambayo God anataka nitubu? Ama ni promise ambayo God anataka ni claim katika maisha yangu? What is it?
Ni dhambi gani Mungu anataka niachane nayo? Kwa sababu kama hapa leo tumeambiwa I want to read. Now these things occur as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters. Idolaters, kuomba mmeona no. Na watu wengi sana siku hizi wanaomba hizi vitu za dunia. As some of them were as it is written. The people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. We should not commit sexual immorality. Na hiyo siku ya leo ndio kimepewa kipao mbele. As some of them did. And in one day 23,000 of them died. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble, complaining, grumbling, as some of them did and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. Amen? God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. God will always provide a way out. Bwana Yesu asifiwe. That is the God we serve. So changamoto iko kwangu na wewe. Mungu unampatia nafasi wakati gani? Ukaweza kulichambua neno lake, ukaweza kujua historia ya God, ukaweza kumuelewa ili uweze tembea na wewe na yeye. You cannot walk with a God you don't know. Lazima wapendwa kujiingiza kwa neno la Mungu ili tujue historia na matendo ya Mungu, tukashuhudie matendo ya Mungu na tukaweza kuelewa Mungu ni nani na akaweza kutenda katika maisha yetu. Because His word is true. It is yesterday, today and forever. Haibadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu ni silaha. When Jesus was tempted in the wilderness, aliambia Shetani, it is written. Wewe Shetani akikuja kwako utamwambia neno gani? Turudi kwa neno, tukaelewa historia ya Mungu, tukamwelewa Mungu vizuri, tukaweza kutembea na yeye, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, anasema anatenda, na neno lake ni la ukweli. Na wanaolitumainia, Biblia inasema hawataibika kamwe. Tujifunze kusoma neno la Mungu, na tunapolisoma, tunapolielewa, even the faith doctrines that are there today, wa Kristo tutaweza kuimarika, tutajua injili ya ukweli na injili ya uongo. Wakristo wanafasi mpaka wanakufa chakaora. Wengine wananunua mapadlock za kufungia shetani. Nani alisema shetani usizeko? Na wengine wanaenda kununua vifagio ya kufagia shetani. That shows how much Christians relate to the word of God, relate to the Bible. Let us relate with God's word. There is great history here. History that can change the history of the world today. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni je, wewe hii historia ya Mungu, how interactive have you interacted with it? Kwa sababu ukiinteract nayo vizuri, mambo yatatendeka. Kama yalitendeka kwa wana wa Israeli, sembuse wewe. Amen. He is the same God. Ni yeye yule, ni yeye aliye na milele atakuwa. And His word will not change. Mwanadamu ndio hubadilika. Sisi ndio tunalalamika sana. Turudi kwa neno la Mungu. Tutafute uso wa Mungu. Na tukitafuta neno la Mungu, you can be assured. Victory is assured. Bwana Yesu asifiwe. Sijawahi sikia mtu yeyote akisema God will let you down. He will not let you down because He is a faithful God. The question is, how is your relationship with Him? The Israelites walked with God. There was a cloud by day and night. God alitembea na wao. Na huyo Mungu alitembea na wao ili kutembea na wale wanaojiachilia kwa mikono yake siku ya leo. Wewe umempatia nafasi atembee na wewe. Anatembea na nyumba yako. Anatembea na maisha yako. Ama unaambiana tutaonana sana. How is your fellowship with God? Wacha tukajifunze kutembea na huyu Mungu. Na kutembea na Mungu ni kutembea na neno lake day by day, in day out. Blessed is the man. Sijui nisomewe na nani hiyo nikimalizia, my time is up. Zaburi, nataka kusomewa hiyo Zaburi ya kwanza. Psalm
1. Najua hiyo tumesoma sana na tunaijua sana. Saburi, Paulo mtakatifu. Psalm chapter number 1. 1 to 3. Ama usome yote. Inasema hivi kwa Kimongo. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord. Amen. And who meditates on his law day and night. Good. That is verse 3. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Amen. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando. Hebu rudi kidogo verse 2. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Endelea. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Blessed is the man who meditates on the word of God day and night. He's like a tree planted by the water. Hata nyauka, ile hali chochote atendacho kitafanikiwa. That's a promise from God. As long as you live according to his will, it is a promise. Chochote utendacho kitabarikiwa. Whatever you lay your hand on will be blessed. The challenge is how much we interact with God. It's just history. It is written to help us to walk with God. It is written to guide us in the ways of God. But how many times do we interact with God? At a personal level, at a family level, with our sons and our daughters. When do we sit down to read the word of God together? When do we pray together? Wacha Mungu atusaidie. Tujue tunapomega huu mkate wake, sisi ni wabarikiwa. Meditate on the word of God day and night, and you will flourish. And all things that you touch zitakuwa zimebarikiwa. Mungu atusaidie kutamani kuwa na urafiki na yeye, ili historia itakapoandikwa kama vile ya wana wa Israeli imeandikwa, tukaishuhudia na tutaambiwa tujue, ili tusije tukafanya yale makosa walioyafanya. Yetu ikiandikwa, je, itaandikwa namna gani? Mungu atusaidie na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunaendelea kunyenyekea mbele zako Mungu wetu, kaendelea kutuhifadhi, kuturekebisha na kutenda kadri ya mapenzi yako. Asante Baba kwa neno lako takatifu. Tuomba ukaendelea kutusaidia kulitafakari na kuwaza na kurekebisha mahali ambapo Bwana tujaenda kadri ya uwepo wako, na mahali ambapo tumesimama imara Bwana uendelee kutuhimiza ndani yako, ili mwisho wa yote Bwana tunapobarikiwa Mungu wetu, tunapoandika historia yetu, tukaandika historia ya kubariki wale ambao watakaokuja wakaweza kushuhudia wema wako na fadhili zako, kama vile tunavyoshuhudia vile ambavyo uliweza kuwapea wana wa Israeli chakula, kuwatengenezea njia mahali hakukuwa na njia, na hata ingawa Bwana mara nyingi walitoka kwa uwepo wako, kwa maana unawapenda na unawajali, uliendelea kuwaleta karibu nawe, na hata sisi pia Mungu wetu hivyo ndivyo ilivyo, ili Bwana tukaendelea kunyenyekea kwako na kukutumainia kwa hali zetu zote. Asante Mungu wetu, kaendelea kutubariki, kutuhifadhi kwa neema yako. Na ikiwa kuna mmoja wetu ambaye hajaweka uhusiano mwema nawe, ninaomba siku ya leo akaweze kuguzwa Baba, akaweze kuomba ombi la toba, akaweze kukaribia kiti chako cha enzi, akatembee pamoja nawe, ili akaweze kuitwa mbarikiwa. Ni asante Mungu wetu kwa sababu uwepo wako upo pamoja nasi. Tunamshukuru, tunakuinua, tunalihimidi jina lako takatifu. Na haya tumeomba kwa imani katika jina la Mungu Baba, Mungu
kila mmoja aseme Amen.